Na nimekata kilomita nyingi kuja mpaka Mbagala, Maji Matitu Chasimba, sehemu ambapo wanapatikana timu ya Mbagala Queens kutoka jijini Dar es Salaam. Timu ya Mbagala Queens ni moja ya timu ambazo zinashiriki ligi ya soka la wanawake mkoa wa Dar es Salaam, ambapo wanatafuta nafasi ya kufuzu kwenda mabingwa wa mikoa, ambapo katika hatua ya mabingwa wa mikoa pengine wakifanya vizuri basi inaweza ikawa ni tiketi yao ya kwenda katika ligi daraja la kwanza. Niko na Najma, wenzake wanamuita Mpanzu Eli Kibisawala wa Mbagala Queens. Na pengine story yeye aniambie kwanza hisia zake tangu kuanza kwake kwa kucheza soka na mpaka hapa ambapo alipo kama mtoto wa kike. Kitu gani ambacho anakiwaza kuelekea katika maisha yake ya soka hapo baadaye? Najma, mambo? Poa. Uko fresh? Uko fresh. Ongea sauti kidogo. Kwa majina naitwa Najma Mwalume. Na hisia zangu kwenye mpira, nataka nifike mbali ili nifanikiwe ili niwe na malengo na mpira. Na niweze nicheze timu za juu na niweze kulipa kwa ajili ya kuendelesha maisha yangu. Ni mchezaji gani ambaye unamtazama kama kioo katika maisha yako ya soka? Kwa mchezaji ninayemtazama wa kike Winfrida Gerald. Winfrida Gerald Herbert Bango. Yeah. Mchezaji wa JKT Queens. Yeah. Unadhani kitu gani ambacho unaweza kumwambia Winfrida Gerald pale ambapo utakapokutana naye? Tit for tat. Ambaye nitakapokutana naye nitamwambia kwanza kutoka kwa kitu ambacho napenda, vile anavyoweza kuhamisha mipira mbali, anavyo dribble, anapiga pasi zinaanza kwenye nafasi na pia ana pumzi na speed pia. Una muda gani tangu umejiunga na Mbagala Queens? Sina muda sana, na miezi kama 3 au 4. Toka umejiunga na Mbagala Queens, kitu gani ambacho umekifanya ambacho unaona yes hiki nimefanya kinafanana na Winfrida Gerald? Kushuti, kuhamisha mpira mbali na pia speed. Wewe ni mchezaji ambaye matamanio yako ni yapi katika maisha yako ya soka? Matamanio yangu katika maisha ya soka ni nifike mbali na nifanikiwe kimpira, ni zaidi niwe na pesa kupitia mpira. Mchezaji gani wa kiume ambaye unamkubali sana? Max Nzengeli. Max Nzengeli. Mbona wewe unakuita Eli Mpanzu hapa nimesikia? Ni jina tu, labda anavyocheza naona labda huo na uchezaji wake kama mchezaji fulani. Kwa hiyo wenzako wanakuita Eli Mpanzu, unamuappreciate zaidi Max pia Nzengeli. Yeah. Neno lolote kwa mashabiki wa Mbagala Queens na mashabiki zako pengine kama wapo lakini? Kwa mashabiki zangu naendelea niweze kunitia moyo ili nizidi kupambana, na pia kwa wachezaji wenzangu tujaribu kumuomba Mwenyezi Mungu na tuzidi kupambana ili tufikishe malengo yetu. Ongea na wazazi wako walezi ambao wanakufuatilia sasa katika maisha ya mpira. Kiukweli wazazi wangu, nipo katika timu ya Mbagala, naendelea kupambana na nazidi kuniombea dua ili niweze kufanikiwa, na imani nitarudi na kuja kuwasaidia. Asante sana Najma. Huyu ni Beatrice, mchezaji wa zamani wa Ruvuma Queens ya Mr. Big. Kipindi hicho ilikuwa ni Big Potini Pelo. Ilikuwa sio mchezo. Unamisi nini Ruvuma Queens ile? Vitu vingi tu. Kama? Tulikuwa tunapendana, tunacheza kwa umoja, tulikuwa tunashirikiana kwa pamoja kwa kila kitu. Mchezaji gani ambaye mlipokuwa camp ulikuwa unaishi naye like a sister, like everything, right? Rehema Abdul. Sasa hivi yuko wapi? Yupo Mashujaa Queens. Rehema Kanta. Mwamba. Ndio. Unaongea naye mpaka sasa hivi? Mpaka kesho. Anakuambia nini sasa? Kupambana. Kipindi ambacho kwa Ruvuma bila shaka kulikuwa kuna Diana Msewa pale. Ndio. Diana Lucas. Ndio. Unaongea naye nini mpaka sasa hivi? Tuna mawasiliano. Mawasiliano? Kabisa. Sasa ndio alikuwa golie pale. Kwa wakati huo lakini sio sasa. Sio sasa. Of course kila mmoja lazima move on katika kila, si ndivyo? Ndio. Huko sasa Mbagala Queens ukiwa kama mchezaji, kama goalkeeper, na kuona of course katika mechi ya kwanza ulicheza ndani, lakini wewe ni goalkeeper. Kitu gani ambacho unazungumza na wachezaji wenzako, kwa sababu mpaka saa hizi wewe na Zainabu Mrenda ndo marejendi kwenye timu hii? Tupambane kwanza, tupambane. Cha pili tujue tumefuata nini hapa. Umeona? Bila hivyo hatuwezi kufanya kitu, kwa sababu kusema kila mmoja acheze peke yake haiwezi kuwa timu. Sasa kitu gani ambacho wewe waga unawaambia, kwa sababu nikiangalia kwenye timu kuna wachezaji kama Salma, ni mchezaji mwenye umri mdogo sana, ana ndoto. Kuna dogo anaitwa Ivan, ni wadogo sana. Kina Faiza, ni Najma, ni vidogo, kina Ashura, ni vitoto vidogo. Kitu gani ambacho wewe unazungumza nao before ya game, maybe mkiwa training, wewe kama sasa mchezaji ambaye una experience kuliko wao? Kwanza mchezaji yote anatakiwa awe na nidhamu. Ukiwa na nidhamu utafika mbali. Cha pili ujitoe, upambane. Yaani anza wewe mwenyewe kabla mimi sijakwambia. Kwa hiyo ukiwa na vitu hivyo utafika mbali. Mpaka sasa mchezaji gani ambaye anakuvutia sana Mbagala Queens? Mwanahamisi. Mudase. Hivi Mwanahamisi alicheza Ruvuma? Amecheza Fountain Gate.
Amecheza Unyanyembe. Unyanyembe ile ya 14 ile. Wanachukua 16 na Simba ile. Hiyo. Ndio hiyo? Kumbe yeye pia alikuwa ndani. Alikuwepo. Alafu baadaye akaenda zake kwa Potini kule The Tiger. Alikuwepo hapo The Tiger. Akaenda Fontaine, sasa hivi kwa hapo. Kitu gani ambacho sasa unamwambia mwana Hamisi, kwa sababu kuna kipindi pia alikuwa mwana Idi kuna kipindi pia alikuwa Alliance kama nakumbuka vizuri. Amekuja Mbagala Queens. Kitu gani ambacho unamwambia wewe binafsi? Aendelee kupambana, yani ajitoe. Bila anaweza ila ajitoe. Tuna miaka mingapi mbele ya kuendelea kucheza mpira? Mingi tu. Miaka mingi mbele? Kama 4. Mchezaji gani sasa unamkubali zaidi sasa wa kike ukiacha muda? Sogea kidogo, usijiogope, sogea kidogo. Yupi mchezaji gani wa kike ambaye unamkubali sana? Lema Abdul. Kanta? Bas. Wachezaji wa kiume? Wachezaji wa kiume? Wa kiume Faisal Salum Abdallah. Toto. Ndio. Bana wewe ni Beatrice mtukumbushe. Beatrice nani vile? Dablin. Ndio ipo? Ipo. Lini au bado? Bado, lakini Mungu akileta heri ipo. Lakini DMs watu wanajaa kule. Kawaida. Beatrice mambo za kutosha. Sana. Na wanaoa. Lete barua lini? Bana Beatrice asante sana. Mwana Hamisi. Bana nimefurahi kukuona muda mrefu. Sasa utaki au? Nimefurahi pia. Hebu nipe story kwanza. Ili kuchukua muda gani kuamini kama utarudi uwanjani baada ya kuvunjika mguu? Ilikuwa ni muda mrefu sana. Yaani mpaka mimi mwenyewe nilikuwa nahisi sana nakata tamaa kiukweli. Mangu anarudi hadi hospitali, bado mguu, bado. Ila namshukuru Mungu mpaka sasa hivi nimecover. Hivi baada ya kuvunjika mguu daktari alikwambia nini na ulipata mshtuko gani baada ya kuona? Mbona daktari kama ananitisha hivi kwenye maisha yangu ya soka? Aliniambia tu nisikate tamaa. Nitapona. Alinipa matumaini hayo, lakini mimi mwenyewe binafsi nilishtuka sana. Ulipata mshtuko mkubwa? Nilishtuka sana. Mimi waga nikikuona uwanjani ukiwa unacheza au ukichezewa ile foul, waga nashika kichwa kwa sababu kuna muda waga nasisimuka sana kwa sababu nakumbuka leo kupata tukio la kuvunjika mguu. Sasa kama mimi waga napitia changamoto hiyo nikiwa nje ya uwanja, wewe sasa unapitia nini unapoona mchezaji mwenzako au upinzani amenyenyua daruga alafu kama linakukia hivi? Kiukweli. Yani naona ni kama vile yani ile tukio hilo ndokea mimi. Naona kama na mwenzangu akija kulipata. Kiukweli kitakuwa kinamrudisha sana nyuma hicho kitu. Okay, sasa umecheza katika timu nyingi, umecheza The Tiger, nakumbuka mimi na wewe tumekutana Karatu kwenye mechi dhidi ya Amani Queens. Mimi na wewe tumekutana pia sehemu mbalimbali ukitumikia The Tiger. Sasa hivi uko of course umedrop sana mpaka level ya ligi ya mkoa. Unadhani ni kitu gani sasa ulikipoteza kiasi cha wewe kushuka kutoka ligi kuu timu ya The Tiger, Fountain Gate na mpaka huko ligi ya mkoa Mbagala Queens? Kiukweli tangu nimeumia mpaka nimelikava hivi, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Maana yani nimerudi nyuma sana, sana. Nimepotea yani kwenye tasmia zile za michezo nimepotea sana. Yani na kazi kubwa sana ya kurudisha tena jina langu. Unakutana na watu mbalimbali lakini watu wengi ambao unakutana nao, kitu gani ambacho wanakuambia kuhusu maisha yako au maendeleo yako ya soka? Wananiambia nipambane tu, nitafika mbali. Sababu wao ndo wanaona uwezo wangu mimi. Kwa wananiambia tu nipambane. Lakini bila shaka umri wako unaruhusu kuweza kujipambania na kurudi katika ramani ama ile level ambayo ulikuwa nayo awali. Ndio, bado unaruhusu. So unahisi ama unatamani kitu gani kifanyike kwako wewe na watu wako wa karibu ili kurejesha katika ile, kwanza of course unapaswa kuwa na morali ya kufanya kazi ama kucheza, lakini pia wewe mwenyewe kujirudisha katika ile hali ya awali kama Mwana Hamisi? Yani bado inahitajika nguvu sana tena kubwa ya kunisukuma ili niweze kufika yani kule ambapo nilipokuwa. Kuna coach ama mwalimu yote ambaye ulikutana naye akakwambia maneno yoyote baada ya wewe kuanza kurecover? Kuna coach ambaye unaweza kumtaja? Mokili. Mokili Chande. Sasa Mokili si ni mkurugenzi yule wa Mbagala Queens?
Yeye ndo mshauri wangu mkubwa. Mara nyingi sana ananishauri. Ananiambia pambana, fanya mazoezi kwa nguvu ili ulikave ili urudi tena kwenye tasnia ya mpira. Hili ni swali ambalo huwa nawauliza wachezaji wengi, wachezaji wa kike. Mwisho wa safari niko very proud sana na wewe. Na kuombea uweze kuwa sawa and urudi ground ukiwa fit more than. Tagel kutoka Mbagala Queens. Umri wake ni mdogo sana. Ni mchezaji mwenye ndoto kubwa pengine. Anaitwa Salma. Mambo? Vipi? Swali kwa fresh. Geuka. Angalia kamera huko Salma. Alafu ongea kidogo kwa sauti. Si ndio mdogo wangu? Anaambia. Safi, shikamoo. Marahaba, uko fresh? Niko fresh. Ili Salma umetoka mkoa gani kwanza? Nimetoka mkoa wa Tanga. Tanga. Tanga kubwa ile. Wapi? Muheza, Korogwe? Tanga mjini. Tanga mjini. Ulikuwa unacheza timu gani kabla ya kuja Mbagala? The City. The City ya pale pale Tanga mjini. Okay. So Salma, kwanza ilikuwaje wazazi wako waka ile kukuruhusu kucheza mpira? Baada ya wewe kujigundua na kipaji, uliwafikishia vipi taarifa wazazi wako? Kwanza kwa waamini kama najua. Wanaamini tu nitapoteza muda. Ila kuna siku waliniona nacheza mpira mtaani. Wenyewe walikuwa wanaita chandimu zamani. Ukaangalia huko Kuniona nacheza chandimu pale. Wakaniona kwamba najua. Ila sio wote. Baba alikuwa anabisha. Ananiambia mwanangu unapoteza muda tu. Ukiachana na huko shule napo ngachaguliwa kwenda UMISETA. Na nikaenda UMISETA kufanya trial, dakika za mwisho nikaenda mpaka Tabora. Kazi ya taifa hiyo sasa. Kurudi mama na baba ndo wakaniruhusu nikafanya mazoezi. Kwa hiyo hapo ndo wakawa naamini sasa wewe una uwezo wa kucheza mpira vizuri. Ndo naamini. Kwa hiyo baada ya pale sasa ilikuwaje ile safari ya kuja Dar es Salaam? Sasa unajua wazazi ni wagumu sana kumruhusu mtoto kwenda mbali na wao. Kwa hapo kwa sababu kuna kiongozi anonisimamia. Huyo kiongozi ndo alipewa mamlaka yangu mimi. Kwamba anaponipeleka wazazi wangu wajue, na pia sehemu ya kuja kudaa mama na baba waliongea na Ticha Mukili. Na kiongozi wangu anonisimamia ndio maana nikafika huko. Ticha Mukili ambaye ndo kiongozi wa Mbagala Queens. Kufika huku ila nikaambiwa nikija huku nicheze mpira. Niache usiwe mambo mengi. Kwa hiyo ndo nazidi kupambana hivi ili nifike mbali na mimi kama wenzangu. Mchezaji gani ambaye unamkubali sana? Mimi namkubali Winnie. Winnie Gerald. Ushakutana naye? Nishawahi kumuona ila sijawahi kukutana naye. Unatamani? Natamani hata kuongea naye kidogo. Okay. Mimi nisiongee sana na wewe kwa sababu ni muda wa training session. Nikushukuru sana Salma, lakini na kama kawaida. Bana Mbagala Queens unawaona sana hapa. Unaweza kuniambia kitu gani ambacho kinakuvutia kwao kama timu? Kitu ambacho kinanivutia kwao cha kwanza ni nidhamu yao. Wana nidhamu ya hali ya juu na pia ni wapambanaji. Unajua kwenye mpira kuna vitu vingi, ila cha kwanza kikubwa ambacho kinabeba kila kitu ni nidhamu. Wana nidhamu ya hali ya juu na ni wapambanaji. Tumekuwa tumeona timu nyingi za wanawake zimekuwa zikipitia changamoto hasa kwenye upatikanaji wa wawekezaji, wadhamini na nini na vitu kama hizo. Unadhani sasa kitu gani kifanyike ambacho unaamini kinaweza kaipush ama kuisaidia timu ya Mbagala Queens? Mara zote tukizungumzia kuhusu wawekezaji na wanawake, sasa hivi soka wanawake wengi wanacheza soka. Kwa hiyo kwangu mimi ningeomba wawekezaji ambao wanaweza kuwekeza kwenye timu za wanaume pia waangalie na upande wa pili, kwa sababu mpira ni pesa na mpira ni ajira. Kwa hiyo waangalie, wawekeze ili baadaye waje kupata. Tutajua wachezaji watatu wa Mbagala Queens ambao wanakuvutia sana ukiwaona.
Muda wa kwanza Mwanahamisi huyo. Mwanahamisi Muda. Wa pili Feti kiungo Feti. Midfield Feti Chuma. Midfield ambaye anavaa ribbon fulani. Ndio huyo. Watatu kuna dada fulani hivi wanapenda kumuita nani? Ana jina la mchezaji wa Simba. Nani yule Najma wanamuita Mpanzo sio? Huyo. Najma. Huyo. Bwana sio mchezo. Wengine kwa ofa na center back yangu moja hivi anaitwa majina yao sasa. Samba de Jack. Ndio huyo. Bwana sio mchezo. Wewe sasa unaitwa nani, unacheza timu gani? Bwana mimi naitwa Zuberi, ni mchezaji wa hapa Martin Lumbanga FC. Hivyo Martin Lumbanga FC ambayo inapatikana Maji Matitu cha Simba. Mnashiriki ligi gani sasa? Bwana sisi bado hatujashiriki ligi kwa sababu bado kuna vipengele tunavyoongeza kwa sababu bado ni timu changa. Kwa hiyo ndo tunajitafuta tukikaa sawa basi. Leo matamanio yako ni yapi kama mchezaji? Matamanio yangu ni kupiga hatua. Hakuna ambaye anatamani kupiga hatua. Kila mtu anatamani kupiga hatua. Lakini umri wako si unaruhusu? Umri unaruhusu brother. Umri unaruhusu. Bado unaona ndevu hizi. Bwana mawakala pamoja na mameneja, huyu ni mchezaji ambaye anapatikana Martin Lumbanga FC hapa cha Simba Maji Matitu. Of course ni mchezaji wa kiume ambaye anafanya mazoezi katika uwanja ambao wanapatikana Mbagala Queens. Ni moja wa wachezaji ambao wako very talented, nimemuona kwa macho yangu mara kadhaa ambao nimekuwa nikija kuwaona Mbagala Queens. Nafasi mko nayo Ajes na management, mtanipigia simu niweze kuwapa connection. Mwamba huyo hapa. Bwana asante sana. Asante naye nashukuru sana. Asante sana. Bwana mara ya mwisho kupiga story na Mokili ilikuwa ni muda mrefu kidogo. Ilikuwa ni siku ambayo nilipokea jezi kutoka Meridian Bet kama nakumbuka vizuri kwa dadangu Nance. Tulikutana pale uwanja wa shule ya msingi Mbagala ambao kwa sasa uwanja huo umejengwa shule na serikali ya Tanzania. Hakutokuwa na uwanja tena. Kwa hiyo kila mtu ambaye alikuwa of course ile uwanja ulikuwa unatumika na timu takriban 5. Walikuwepo Mbagala Queens, walikuwepo Rangi Tatu Princess, Mbagala United, Vamshi FC, walikuwepo Rangi Tatu FC. Timu 5. Kwa hiyo kila timu saizi inahangaika kupata uwanja wapi wakacheza. Lakini Mbagala Queens wao wamekimbilia uwanja wa Maji Matitu cha Simba huko. Martin Mbanga kama sikosei. Mokili Chande, heshima yako. Asante sana. Uko vizuri? Niko vizuri, karibu sana. Asante, mambo ni mengi sana. Naona simu zinaita. Hatari. Bana sio mchezo sana. Bana kwanza pole sana kwa changamoto ambayo ulipata, niliona. Ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Nashukuru sana, ni kazi ya Mwenyezi Mungu, kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hiyo yote sasa hivi inaendelea vizuri. Of course naona kwa sababu kwa kipindi ambacho ulichokuwa na mpaka sasa of course Mwenyezi Mungu anapaswa kupewa sifa. Sawa kabisa. Baada ya ajali niliona watu wa soka la wanawake walikuwa na muungano mzuri, wakakushika mkono kidogo japo haikuwa vile ambavyo inavyotakiwa. Neno lolote kwao? Kwanza nawashukuru sana, japo nishawahi kuwashukuru kwa mara ya kwanza, lakini leo nawashukuru kwa sauti yangu kwamba nawashukuru sana, endelea moyo huo, hiyo iwe kama ada. Kila mtu akipata matatizo tumkimbilie kwa haraka, kwa sababu matatizo hajaombewa mtu mmoja. Lakini vile vile watu watufanane katika uwezo. Najua sasa hivi matibabu yamekuwa yako juu sana, lakini vile vile kuna watu wengine hawana bima za afya, wengine wanazo bima za afya. Kwa hiyo jambo kama likitokea kukimbilia kama vile ni jambo la msingi sana. Nawashukuru sana. Okay, sawa. Mbagala Queens ilikuwa ni moja kati ya timu ambazo ziliinuka juu sana, zikuja kwa kasi, zilisumbua sana kiasi cha kubeba ubingwa wa ligi ya mkoa wa Dar es Salaam. Ikaenda kushiriki mabingwa wa mikoa na bahati mbaya ilishia hatua ya robo finali. Sasa hivi inaonekana inasuasua sana. Wewe kama mkurugenzi, na hapa mimi nauvua urais, nasimama kama balozi, kama mtangazaji. Wewe kama mkurugenzi, unadhani kitu gani ambacho mnapaswa kukifanya kuweza kurudisha katika ramani timu ya Mbagala Queens? Kwa sasa hivi ambacho tumejipanga kufanya, kwa sababu hawali pale timu ilikuwa moja tu Mbagala. Tuweza kukusanya vipaji kila sehemu tofauti tukavijaza pale, na maana ikafanya vizuri misimu miwili mfululizo. Sababu msimu wa kwanza tulichukua nafasi ya 4, tukakosa kuingia ligi ya mabingwa, lakini msimu unaofuatia tukachukua ubingwa moja kwa moja bila kupoteza mechi yoyote. Lakini kwa sasa hivi kitu ambacho tunafanya ni kuangalia chipukizi, maana sasa hivi na chipukizi wengi sana ambao kitanao kwa muda wa miaka 3-4 mambo yatakwenda vizuri. Lakini kikosi changu sasa hivi kina mchanganyiko cha watu wazima kidogo, masinia na chipukizi. Kwa hiyo chipukizi nategemea kuwa hazina yangu ya baadaye. Kwa hiyo na imani kubwa ili jambo nalifanya sasa hivi naweza likaboost na timu yangu ikawa kubwa zaidi kama ilivyokuwa awali. Nini sasa matamanio yako kama kiongozi wa timu ya Mbagala Queens katika kuhakikisha mabadiliko ya kiuendeshaji wa mashindano mbalimbali ili iweze kukufeva wewe pamoja na timu zingine?
Matamanio yangu makubwa hii ligi yetu ya chini. Unajua mpira wa kike sio mgumu sana kuufadhili, kwa sababu kama naweza mimi, wanaweza Rangi Tatu, wanaweza Mbagala. Kwa nini tusipate mtu mmoja ambaye anaweza akadhamini ligi ya mkoa? Inawezekana, kwa sababu gharama yake sio kubwa sana. Mtu ambaye tukimpata mtu mwenye kampuni au mtu tajiri kidogo anaweza akabusti timu ikafika mbali, kiasi kwamba timu hii ligi ikibustiwa inakuwa ligi kweli na watu watakimbilia sana ligi hii, kiasi kwamba hata baadaye kufanya mechi watu wanaingia kwa pesa, kwa sababu uchaji kwa msisimko mzuri kutokana na udhamini. Ona kama mwaka huu sasa timu nyingi hazijashiriki kutokana na nyingi za hali ngumu za kiuchumi. Of course tumeona mikoani kuna kitu wanafanya, kwa sababu nakumbuka tukwenda katika msimu wa pili ule mwaka juzi, nadhani mwaka juzi timu moja ilikuwa inaitwa Maendeleo